Namba 1. Kuulizwa na mapenzi kwa mara ya kwanza sio kosa. Ni kawaida tu hiyo. Kosa ni kurudia kuulizwa kwa sababu ya mapenzi yale yale. Hii ni sehemu ya ujinga. Kumbuka wewe sio wa kwanza kuulizwa na wala hautakuwa wa mwisho kuulizwa, acha kulialia. Namba 2. Ukiona mtu anasema natamani kuwa na mpenzi anayejitambua, anayejua kutafuta pesa na zaidi ya yote awe mcha Mungu, kimbia haraka. Hapo hakuna mapenzi, kuna tapeli wa mapenzi. Namba 3. Ukiona ganzi ya mapenzi inaathiri maamuzi yako katika kutenda na kusema, basi achana nayo, maana mwisho wako si mzuri sana. Namba 4. Unapoachwa usikurupuke kuanzisha mahusiano mapya ili kumpata mtu wa kukusaulisha machungu yako. Huenda ukakutana na mwingine aliyevurugwa kama wewe, badala ya kufarijiana mkavurugana zaidi. Usiruke mkojo kwenda kukanyaga mavi mabichi. Shauri zako. Namba 5. Usipoteze muda kutafuta mtu sahihi. Huyo hayupo na hata kwepo. Poteza muda kutafuta mtu wa kufanana na wewe, maana tabia zako unazijua mwenyewe. Ukitaka mtu sahihi, muumbe wa kwako. Namba 6. Tatizo la mapenzi. Hata uwe nao 100, bado kuna mmoja tu ndo chaguo la moyo wako. Huyo akikuzingua utakorongoka kama skeleton, hata kama wale 99 watakupenda vipi. Unajua ni kwa nini? Vitu vya kushare sio mapenzi. Namba 7. Eti unakuta mtu ana chakula kwa sababu ameachwa. Jamani, kama kivuli chako tu kinaweza kukuacha wakati wa giza, sembuse huyo mliyekutana barabarani. Wewe ni mwehu. Piga misosi, acha zako. Namba 8. Kumpenda mtu mpaka akahisi kukinai kupendwa. Hivyo ni rahisi sana kuumia endapo kutatokea kutoelewana. Penda kwa step, penda kwa machale. Namba 9. Katika mapenzi huwezi kupata vyote, lakini pia huwezi kukosa vyote. Cha msingi enjoy vile unavyovipata. Vile usivyovipata waachie wengine. Unataka vyote, umekuwa Mungu? Mapenzi ni kama mpira, una matokeo matatu: kushinda, kushindwa na kudraw. Namba 10. Linapokuja swala la mapenzi, sisi sote ni wamoja tu. Tunapita kwenye hali zinazofanana. Tumepishana muda tu. Kuna mtu kavurugwa jana, mwingine juzi. Namba 11. Penzi ni tamu likitulia, lakini ni chungu likichangamka. Unambana mpenzi wako halafu anaondoka, na wakati ulitegemea kuombe msamaha hakuombi. Hii ni hatari sana. Namba 12. Penzi ni kama bomu likikupiga sawasawa, lazima akili ipate ganzi na viungo vya mwili vikose ushirikiano. Hapa hakuna chanani wala nini. Hata uwe mkuu wa majeshi, penzi likikuchachia huwezi kushinda vita. Mwalimu penzi likikuvuruga huwezi kufundisha vizuri. Dereva penzi likikugonga hufikishi abiria salama. Baba penzi likikunyosha familia haitoboi. Namba 13. Vitu vya kushare sio mapenzi. Jamaa mmoja aliulizwa, unaweza kuoa mwanamke mwenye mtoto? Akajibu, naweza endapo nitahakikishiwa baba wa mtoto amekufa na kaburi nimeliona. Sijui alikuwa na maanisha nini. Anyway, mapenzi ni ya watu wawili. Akiongezeka watatu sio mapenzi, yanaitwa kikundi cha uasi. Jipatie vitabu vya Mwalimu Dennis Mpagaze kwa kimoja kwa shilingi 1500 soft copy.
na 10,000 hadi kopi kwa soft. Namba 1. Kuulizwa na mapenzi kwa mara ya kwanza sio kosa. Ni kawaida tu hiyo. Kosa ni kurudia kuulizwa kwa sababu ya mapenzi yale yale. Hii ni sehemu ya ujinga. Kumbuka wewe sio wa kwanza kuulizwa na wala hautakuwa wa mwisho kuulizwa, acha kulialia. Namba 2. Ukiona mtu anasema natamani kuwa na mpenzi anayejitambua, anayejua kutafuta pesa na zaidi ya yote awe mcha Mungu, kimbia haraka. Hapo hakuna mapenzi, kuna tapeli wa mapenzi. Namba 3. Ukiona ganzi ya mapenzi inaathiri maamuzi yako katika kutenda na kusema, basi achana nayo, maana mwisho wako si mzuri sana. Namba 4. Unapoachwa usikurupuke kuanzisha mahusiano mapya ili kumpata mtu wa kukusaulisha machungu yako. Huenda ukakutana na mwingine aliyevurugwa kama wewe, badala ya kufarijiana mkavurugana zaidi. Usiruke mkojo kwenda kukanyaga mavi mabichi. Shauri zako. Namba 5. Usipoteze muda kutafuta mtu sahihi. Huyo hayupo na hata kwepo. Poteza muda kutafuta mtu wa kufanana na wewe, maana tabia zako unazijua mwenyewe. Ukitaka mtu sahihi, muumbe wa kwako. Namba 6. Tatizo la mapenzi. Hata uwe nao 100, bado kuna mmoja tu ndo chaguo la moyo wako. Huyo akikuzingua utakorongoka kama skeleton, hata kama wale 99 watakupenda vipi. Unajua ni kwa nini? Vitu vya kushare sio mapenzi. Namba 7. Eti unakuta mtu ana chakula kwa sababu ameachwa. Jamani, kama kivuli chako tu kinaweza kukuacha wakati wa giza, sembuse huyo mliyekutana barabarani. Wewe ni mwehu. Piga misosi, acha zako. Namba 8. Kumpenda mtu mpaka akahisi kukinai kupendwa. Hivyo ni rahisi sana kuumia endapo kutatokea kutoelewana. Penda kwa step, penda kwa machale. Namba 9. Katika mapenzi huwezi kupata vyote, lakini pia huwezi kukosa vyote. Cha msingi enjoy vile unavyovipata. Vile usivyovipata waachie wengine. Unataka vyote, umekuwa Mungu? Mapenzi ni kama mpira, una matokeo matatu: kushinda, kushindwa na kudraw. Namba 10. Linapokuja swala la mapenzi, sisi sote ni wamoja tu. Tunapita kwenye hali zinazofanana. Tumepishana muda tu. Kuna mtu kavurugwa jana, mwingine juzi. Namba 11. Penzi ni tamu likitulia, lakini ni chungu likichangamka. Unambana mpenzi wako halafu anaondoka, na wakati ulitegemea kuombe msamaha hakuombi. Hii ni hatari sana. Namba 12. Penzi ni kama bomu likikupiga sawasawa, lazima akili ipate ganzi na viungo vya mwili vikose ushirikiano. Hapa hakuna chanani wala nini. Hata uwe mkuu wa majeshi, penzi likikuchachia huwezi kushinda vita. Mwalimu penzi likikuvuruga huwezi kufundisha vizuri. Dereva penzi likikugonga hufikishi abiria salama. Baba penzi likikunyosha familia haitoboi. Namba 13. Vitu vya kushare sio mapenzi. Jamaa mmoja aliulizwa, unaweza kuoa mwanamke mwenye mtoto? Akajibu, naweza endapo nitahakikishiwa baba wa mtoto amekufa na kaburi nimeliona. Sijui alikuwa na maanisha nini. Anyway, mapenzi ni ya watu wawili. Akiongezeka watatu sio mapenzi, yanaitwa kikundi cha uasi.
Jipatie vitabu vya Mwalimu Dennis Mpagaze kwa kimoja kwa shilingi 1500 soft copy.